Ndiyo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Godfrey Mwalongo, ni mtumishi wa Mungu anayepatikana katika huduma Emmanuel Ministry. Leo tena kuta somo linahusu ndoto. Nini maana ya ndoto na tafsiri zake kibiblia? Ndoto ni lango kama malango mengine ambalo Mwenyezi Mungu amemwekea mwanadamu yoyote anaishi hapa chini ya jua, ili Mungu apate kuingia kwako, apate kuingia kwa mwanadamu na kumfundisha kanuni, taratibu na sheria zake na njia zake, ili Mungu apate kumwokoa yeye na wengine. Usidharau ndoto. Wengi wamedharau ndoto, hata zimewaletea fadhaa na mahangaiko mengi. Ndoto, Mungu anakuonya mambo yale yatakayokupata baadaye, ili Mungu apate kuokoa wewe, waombe na wengine. Ndoto, Mungu anakuonya hata mambo yatakayowapata wengine baadaye, ili Mungu apate kuokoa wewe, waombe na hao wengine uliota kwenye ndoto. Leo tunajifunza somo linahusu ndoto. Ukiota ndoto unakutana na kitu chochote, iwe ni simba, iwe ni nyoka, iwe ni adui yoyote, iwe ni shetani, iwe ni kitu chochote unakutana nacho kinakutisha na ukakimbia ndotoni, unaota umekutana na kitu, ghafla hujapambana nacho, hujakishinda, hujakifunga na umekikimbia, ukatoka mbio. Mungu anakujulisha nini? Mungu anakutazamisha kwamba unaingia kipindi na hujapambana ili upate ushindi, au hujakiua. Mungu anakujulisha nini? Mungu anakutazamisha umeshindwa dhidi ya roho za hao za uovu na zile zilizoshikilia hatima ya maisha yako. Umeshindwa. Kuna jambo ambalo Mungu alitakiwa kupandishe ili ufanikiwe. Kwa hiyo alitaka akujulishe kwamba kuna roho waovu ambao wao inabidi upambane nao. Kwa wengine wamefanana na mnyama, wengine wamefanana na nyoka, wengine wamefanana na ndege. Wewe anakuletea kwanza ili upambane nao, kisha kwa nguvu za Mwenyezi Mungu uwashinde, ili akurudishie vitu vile vilivyokuwa vinasemekana kwamba hao, kwa nguvu hizo za hao zilikuwa zinashikilia hatima ya maisha yako. Sasa umemkimbia nyoka, hujamuua, hujamponda, umemkimbia simba, hujamshinda, umemkimbia hata shetani amekuja, ibilisi, au jambo lolote, kitu chochote kimekujia kama ibilisi, hujakishinda na umekikimbia. Hujakishinda kwa maneno, hujakishinda kwa ushindi, hujakishinda kwa silaha. Kwenye ndoto unaota, Mungu anajulisha nini? Hizo roho zitaendelea kumiliki. Ni mpaka hiyo ndoto haitaacha, itakuja kurudia tena, ni mpaka ushinde ndio ukabidhiwe hivyo vitu vyako. Ukisoma katika ukabidhiwe, kama ni ufalme ulinyang'anywa, kama ni hatima ya maisha yako ulinyang'anywa, kipato na mapato, maisha yako, afya yako, hapo kwenye biashara yako, ni kampuni yako, ni taasisi yako, ni mpaka ushinde. Hivyo hizo roho ulizoziona ndotoni, hivyo vinavyokuja ukavikimbia, ni mpaka ushinde ndio utaruhusiwa kupokea ushindi au kukalia nafasi hiyo ambaye unatakiwa ukalie, au vipokee hivyo vitu ambavyo uliibiwa au ulinyang'anywa. Ukisoma katika Mathayo 4:1-11 Biblia inasemaje? Mathayo 4:1 mstari wa 11 Biblia inasemaje? Mathayo 4 mstari wa kwanza hadi wa 11 Biblia inasemaje? Kisha Roho Mtakatifu alimuongoza Yesu mpaka jangwani. Alimuongoza Yesu mpaka jangwani kufanya nini? Twende pamoja. Alimuongoza Yesu Roho Mtakatifu mpaka jangwani ili ajaribiwe na ibilisi. Kwa Yesu kule alienda kukutana na ibilisi. Kwa nini Yesu alikutana na ibilisi kule jangwani? Kwa nini Yesu alikutana na ibilisi kule jangwani? Ndiye aliyekuwa ametushikilia wanadamu hapa duniani, na Yesu alikuja kupambana na ibilisi ili atunyang'anye mikononi mwa ibilisi, asitutese na kutushikilia, aachie kila kitu ambacho alikuwa ameshikamana nacho, tufanye masharti na yeye shetani, ili atupe vitu vyake, atupe vitu ambavyo havikuwa vya kwake, vilikuwa Mwenyezi Mungu. Sasa shetani alipogundua hapa duniani kwamba wanadamu wamemwacha Mwenyezi Mungu, akajimilikisha vile vitu. Kwa hiyo Yesu, kitu cha kwanza, ili kutuokoa sisi, alikuja kutuokoa na kila kitu, ikiwa na kila kitu, roho, nafsi na miili yetu, na kila kitu. Kama tumenyang'anya kile vilivyonyang'anywa na ibilisi, alikuja kuturudishia. Anasema kisha Roho Mtakatifu akamuongoza Yesu mpaka jangwani ili ajaribiwe na ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, na mwishowe akaona njaa. Basi mshawishi ibilisi akamjia, akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate ule. Yesu akamjibu, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno alisemalo Mungu. Kisha ibilisi akamchukua mpaka Yerusalemu, mji mtakatifu, akamweka juu ya mnara wa hekalu. Akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, maana imeandikwa, Mwenyezi Mungu atawaamuru malaika wake kwa ajili yako, watakuchukua, hutadondoka, hutaumia mikononi mwao, usije ukajikwaa kwenye jiwe. Yesu akamwambia, imeandikwa
pia usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka juu ya mlima mrefu, akamwonyesha falme zote za ulimwengu. Amejimilikisha shetani, anamuonyesha Yesu mwana wa Mungu na falme zake, akamwambia hivi ndivyo nitakupa kama ukipiga magoti na kuniabudu. Hapo Yesu akamwambia, nenda zako shetani, imeandikwa utamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na kumtumikia yeye peke yake. Basi Ibilisi aliposikia maneno yao ushindi ya kumfunga shetani, Ibilisi akamwacha. Biblia inasema akamwacha akaenda zake. Shetani akamwacha na malaika wa Mwenyezi Mungu wakaja akamtumikia. Kwa hiyo ukishinda jambo, Mwenyezi Mungu anakuletea malaika zake waje kutumikie. Usipomfunga wewe shetani, usipompiga wewe nyoka uliomuona, usipokishinda hicho chochote jaribu uliona ndotoni, hutamiliki hivyo vitu, hutakalia kiti, hutatumikiwa na malaika Mwenyezi Mungu mpaka Mwenyezi Mungu akuletee hilo jambo, mtihani huo, hilo jaribu ulishinde, ndipo Mwenyezi Mungu atakufungulia vitu vyako, atakupa adui alivyojimilikisha shetani. Anamuonyesha falme za ulimwengu na utawala zake na mali zote, anamwambia ukinipigia magoti na kuniabudu nitakupa. Usiache kusubscribe, bonyeza kitufe cha kengele subscribe ili Mungu akujulishe upate kujua muda sahihi na wakati sahihi. Mungu anasema nawe jua ya ndoto ya kuokoa ndani ya muda. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, yeye aliyekuja kutuokoa kutoka mikono ya Ibilisi na ili atuachie vitu vyetu na hatima ya maisha yetu, roho, nafsi, mwili yetu, utaokoka na roho zote zinakufuatia ili kukuangusha, ili kufanya usipate ushindi. Kila ukimuona adui ndotoni unamkimbia baada ya kumshinda, kumpiga na kumfunga. Asante kunisikiliza. Hata wakati mwingine Mwenyezi Mungu akijalia na wakati mwema. Amen.